Nimeoa, niko na mke mmoja na niko na watoto wawili, wavulana wawili na kuna msichana anakuja. Amen. Mke wangu akanituma salamu na kanisa, viongozi walinituma na salamu. Mimi sikuwa nimekuja kuhubiri. Kusema ukweli, nilikuwa nimekuja kwa harusi ya mtoto wa rafiki yangu. Kwa sababu kupata watu sahihi ni ngumu sana. Watu wazuri sio wengi. Na sasa ukimpata hata mmoja, basi mdhamini, mkumbatie na usimuachilie. Ndio maana nikasema natoka Kenya na sisi tuko huko ukielekea na Somalia huko. Nikasema lazima nikuje. Na mimi nasimama hapa niweze kuonyesha kitu ambacho Mungu ni kwa neema ya Mungu nimehubiri mataifa 22 na Mungu nimemuona. Na leo nataka niongee kitu ambacho kitabadilisha maisha yako yote. Nitaongea kuhusu kumtumikia Mungu. Haleluya. Sababu leo ni kuwasalimia tu, na siku ninakuja. Kwa hivyo leo acha tu nianze kuwasalimia. Haleluya. Lakini nitaongea kuhusu nguvu ya kumtumikia Mungu. Naomba tuangalie maandiko matakatifu katika kitabu kile kinaitwa cha Exodus. Kitabu cha Exodus, Kutoka, Exodus chapter number 3 verse 1. Exodus Kutoka 3 kuanzia mstari wake wa kwanza. Biblia inasema nini? Basi huyo Musa alikuwa akilichunga kundi la Yethro mkwewe, kuhani wa Midiani. Akaliongoza kundi nyuma ya jangwa, akafika mpaka mlima wa Mungu hata Horebu. Malaika wa Bwana akamtokea katika mwali wa moto uliotoka katikati ya kijiti. Akatazama na kumbe kile kijiti kiliwaka moto, nacho kijiti hakikuteketea. Musa akasema, nitageuka sasa niyaone maono haya makubwa, na sababu kijiti hiki hakiteketei. Mstari wa 4. Bwana alipoona ya kuwa amegeuka ili atazame, Mungu akamuita kutoka katikati ya kile kijiti, akasema, Musa, Musa. Akasema, mimi hapa. Naye akasema, usikaribie hapa, vua viatu vyako miguuni mwako, maana mahali hapa unaposimama ni nchi takatifu. Tena akasema, mimi ni Mungu wa baba yako, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo. Musa akaficha uso wake, kwa maana aliogopa kumwangalia Mungu. Mstari wa 7. Bwana akasema, hakika nimeyaona mateso ya watu wangu walioko Misri, nami nimesikia kilio chao kwa sababu ya wasimamizi wao, maana nayajua maumivu yao. Nami nimeshuka ili niwaokoe na mikono ya Wamisri, niwapandishe kutoka nchi ile hata nchi njema, kisha pana, nchi ijayo maziwa na asali, hata mahali pa Mkanani na Mhiti na Mwamori na Mperizi na Mhivi na Myebusi. Mstari wa 9. Basi tazama, kilio cha wana wa Israeli kimenifikiria, tena nimeyaona hayo mateso ambayo Wamisri wanawatesa. Haya basi, nitakutuma sasa kwa Farao ili upate kuwatoa watu wangu hao wana wa Israeli katika Misri. Mstari wa 11. Musa akamwambia Mungu, mimi ni nani hata niende kwa Farao nikawatoe wana wa Israeli watoke Misri? Akasema, bila shaka mimi nitakuwa pamoja nawe, na dalili ya kuwa nimekutuma ndiyo hii: utakapokuwa umekwisha kuwatoa hao watu katika Misri, mtamwabudu Mungu katika mlima huu. Musa akamwambia Mungu, tazama, nitakapofika kwa wana wa Israeli na kuwaambia, Mungu wa baba zenu amenituma kwenu, nao wakaniuliza jina lake ni nani? Amen. Bwana bariki neno lako, katika jina la Yesu tumeomba. Hebu na tuanze kujiuliza swali, kumtumikia Mungu ni nini? Ina maana gani kumtumikia Mungu? Kumtumikia Mungu inamaanisha kwamba ni kutumikia Mungu kufuata ama kwa kufanya kile alichotuagiza, neno lake, fanye kwa kiwango ambacho itamfanya yeye ama kitampatia Mungu utukufu.
na kitamfanya Mungu kuwa yeye ni mkuu sana. Haleluya. Ni kujikabidhi kwake, kufanya yale yampendezao. Haleluya. Yesu, makofi mazuri. Kumtumikia Mungu, nimeanza kusema ya kwamba ni kufanya yale ambayo Mungu ametuagiza tuweze kuyafanya. Lakini ni vizuri kuelewa ya kwamba tunafanya kwa kiwango ambacho yeye mwenyewe atajihisi kwamba amekuwa Mungu mkuu sana. Utashangaa sana jana kipata ya kwamba ile shughuli yote tuliyoifanya tuliweza kumtumikia Mungu. Tunapoendelea utashangaa, utajiuliza tulimtumikia Mungu kwa njia gani? Mbona tulienda kule na ilikuwa ni harusi? Lakini kama ungesikia kutoka asubuhi tangu wakati tulipofika mahali pale, nyimbo zilizochezwa mahali pale ilikuwa za Mungu. Hiyo hoteli yote na maeneo yote, watu waliuliza, hivi bwana, nini kinachoendelea pale? Watu wakasema, kuna harusi. Ile harusi kwa pale ni ya Wakristo, ya watu waliokoka. Hilo tendo lote linaonyesha kumrudishia Mungu utukufu. Wakati unapofanya kitu kwa sababu ya Mungu kupokea utukufu, au kufanya Mungu aonekane kwamba ni mkuu sana, basi huko ni kumtumikia Mungu. Patia Yesu makofi mazuri. Haleluya. Na kwa hivyo sasa, huku kumtumikia Mungu kunaanza wapi? Unaanza wapi? Sasa huku kumtumikia Mungu unaanza wapi? Hebu tuangalie kitabu cha Kumbukumbu la Torati, kipenda Deuteronomy. Unaanza wapi? Huku kumtumikia Mungu kunaanza wapi? 10:12. Biblia inasema hivi, 10:12 inasema, na sasa Israeli, Mungu wako anataka nini kwako, ila humche Mungu kwa moyo wako. Hebu nirudie tena. Na sasa Israeli, Mungu wako anataka nini kwako, ila umche wako na kwenda katika njia zake zote, na kumpenda na kumtumikia Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote. Ili tendo la kumcha Mungu linaanzanga moyoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Huku kumtumikia Mungu huwa kunaanza ndani ya moyo. Na ndio uweze kumtumikia Mungu, lazima kwanza uwe na moyo wa unyenyekevu. You cannot serve God if you don't honor him. Kama haumuheshimu, ilo tendo la heshima aliko ndani ya moyo wako. Hata katika maisha ya kawaida, utakapoona, huwa kule kwetu tunasema, utakapoona hata mke ameacha kukuheshimu, inakuwa ngumu sana kukutumikia. Ataona kama yale tu mambo ya msingi anaotakiwa kumfanyia mke, anaotakiwa mke kufanya mume wake, utaona ameshindwa. Kwa sababu gani? Kwa sababu ile heshima imeondoka. Sasa Mungu anataka kabla umtumikie, ile unachotakiwa kufanya kwanza ni kujawa na moyo wa unyenyekevu. Hello? Lazima unyenyekee. Ndio maana mchungaji wetu Sumali akasema ya kwamba huyu rafiki yake hana unyenyekevu. Hiyo unyenyekevu unafanya atumikie Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani hiyo roho ya unyenyekevu ikiingia ndani yako,
ukijifundisha, maana unyenyekevu ni tabia. Kwa hivyo ni kitu ambacho unaweza ukajifundisha. You can teach yourself. Ni kitu ambacho unaweza kuamua, leo nitakuwa mnyenyekevu. Haleluya. Leo nitanyenyekea ili niweze kumtumikia Mungu. Hata hapa kanisani utashangaa mtu anakuja kanisani tu. Anakuja, mimi nimeokoka, nimeingia kwa kanisa pale. Na kwanza anakuwa mtu mzuri. Kwanza kanisani anafika mapema, anaosha kanisa. Wakati utaona anafanya hivyo, jua hana kitu kwa mfuko. Gonjo ile wakati atapata pesa, ile wakati atakuja hapa Mungu ambariki, utashangaa kanisani ataingia saa 6. Ukimuuliza anakupatia, pastor unajua mimi nimekuwa hivi na hivi. Nini kimepandisha yeye? Ni kwa sababu alipopata pesa unyenyekevu uliondoka. Mungu atatupatia roho ya unyenyekevu. Tutamtumikia Mungu kwa kiwango ambacho yeye atajisikia kwamba yeye ni Mungu katika maisha yetu. Upatie Yesu makofi mazuri. Haleluya. Na kila mtu anaweza kumnyenyekea ndio aweze kumtumikia Mungu. Lakini ndio sasa ujiweze kunyenyekeza, lazima ujifundishe moyo wako, ujifundishe kushuka, ujifundishe kupondeka katika moyo wako. Tunaangalia watu kadhaa kama mtu anaitwa Musa. Biblia inasema wana wa Israeli, andiko nasema walikaa utumwani miaka 400. Walikuwa utumwani. Na Mungu akatumana, akasema wale wana wa Israeli, akatuma Musa akamwambia nenda ukatoe wana wa Israeli katika nchi ya utumwa. Sasa hiyo hali ya kutoka katika utumwa ni lile tendo la sisi kuokolewa. Maana hata sisi tu wakati tulikuwa wenye dhambi, kuna mtu fulani Mungu alimtuma kwetu ndio tuweze kuokolewa. Hakuna mtu wako hapa hakuwa Misri na hakuwa na msimamizi wake kule Misri. Wengine walikuwa hapa kabla hawajaokoka, utiwauliza watakwambia walizini, walikuwa wanafanya uzini. Basi kule walikuwa wamefungwa katika uzinzi. Wengine watakwambia mimi nilikuwa nakunywa pombe, kumbe alikuwa amefungwa kule. Lakini wakati ulipofika, Mungu akatuma Yesu Kristo na akakuja akatuokoa. Sasa baada ya Yesu kukuokoa na amesha kujaza Roho Mtakatifu, ni jambo gani analolitaka kwako? Ni jambo gani Mungu akakuweka hapa kanisani? Kwa nini Mungu akakuokoa na hakuja kupeleka kanisa lingine mahali, amekuleta mahali hapa? Saa hii uko hapa kanisani kufanya nini? Mwingine ataniambia pastor, niko hapa kwa sababu mimi ni wa praise and worship. Hii bwana, ungekuwa kwako kwa nyumba ukakusanya watu pale kwa kijinji, haungekuwa wa praise and worship. You can pray. Unaweza ukawa kwa kikundi cha uimbaji, unaweza ukaimba hata kwako nyumbani. Lakini kuna jambo Mungu alikuleta mahali hapa, kunalo kusudi, jambo ambalo Mungu alikuleta. Sababu ya Mungu kuleta mahali hapa, anataka uweze kumtumikia. Siupatie Yesu makofi mazuri. Akamwambia Musa na kutuma, nenda ukaambia Farao haachilie wana wa Israeli ili wakaweze kunitumikia. Na Mungu akamwambia Musa, na ishara ya kwamba nimekutuma itakuwa hili, ya kwamba mtakuja kunitumikia katika mlima huu. Hata hapa ni ishara, kuwekwa na Mungu mahali hapa ni ishara ya kwamba Mungu amekuokoa. Mungu kukuleta kwa hili kanisa ni ishara ya kwamba Mungu alikuokoa, na ishara ya kwamba amekuokoa, amekuleta kwa huu mlima ambao unanyika kanisa ili mkaweze kumtumikia yeye. Upe Yesu makofi mazuri. Kwa hivyo Farao, ilikuwa mashindano hiyo siku. Farao akaambia wana wa Israeli, na waruhusu tu mwendeni tu, nendeni tu. Lakini Biblia inasema akawaambia msiende na watoto wenu, msiende na mali yenu. Wana wa Israeli kwambia hatujakombolewa bado. Tunajua na namna ya kwamba Shetani ana namna ya kwamba anaruhusu naokoka, lakini anakataa na pesa zako. Hello? Unaweza ukao umeokoka na unaongea hata na ndimi,
lakini ukitoka hapo unakopa. Kwa sababu shetani anajua kwamba ukiokoka sana na unaongea na ndimi lakini hauna kitu. Ukitoka hapo unasema na wafunga watu wa majini, na wafunga watu wa mapepo, lakini ukitoka hapo unaenda kuwaomba, ndio unaenda kuambia naomba mnikopeshe sukari, bado wamekutawala. Binasema ya kwamba anayekopa anako chini ama ni mfungwa wa yule ambaye anamkopesha. Kwa kuna watu roho wameshaokolewa lakini mali yao Farao wamekatana. Na leo katika jina la Yesu na kufundisha jinsi ya Farao kuachilia mali yako ni kupigwa, anapigagwa. Sema Farao lazima apigwe. Si useme Farao hawezi akaachilia mali kwa kuomba. Hapana, tunampiga mpaka anaachilia. Unajua nilikuja nikaokoka miaka 9 lakini nahangaika sana, kiasi ya kwamba hata kupata chakula ilikuwa shinda. Watu hawakuona Mungu. Yaani nimeokoka, ninaongea na ndimi, lakini hata kujilipia kodi ya nyumba, mwenye nyumba anakuja ananiambia kwamba naomba unipatie pesa zangu, nipe kodi yangu. Namwambia mimi sina. Na alafu naenda kwa crusade, ananiona kwa mkutano, Bwana asifiwe, Yesu anaokoa, ananiangalia hivi, jamani, hata hujanilipa kodi yangu ya nyumba, alafu nasema Yesu ni Bwana. Siku moja nikaenda kwa maombi. Ambia mwenzako maombi nafanya kazi. Nikaenda kuomba Mungu, nikamwambia Mungu, mbona nimeokoka? Akaniambia ndo uliokoka kiroho, hata saa hii Yesu akikuja unaenda mbinguni. Lakini ili shetani aendelee na kucontrol, amekataa na mali yako, amekataa na utajiri wako. Wacha nikwambie, tuliomba ile serious. Nikaomba siku 21, nikatangaza ni maombi. Na nikaenda kwa mlima, nikaenda kuomba. Kabla siku 21 ziishe, nilikuwa pesa, milango imeanza kufunguka. Milango ilikuwa imeanza kufunguka. Lakini tulipigana mpaka na yule mchawi wa kwetu, tukagongana na yeye mpaka akakufa. Alipokufa, mimi huwa siombei sana wakufe, lakini wakikataa wanakufanga tu, Bwana anawaondoa tu. Alipokufa, hapo ndipo milango ikaanza kufunguka. Kumbe kuna Farao alikuwa ameamua atafunga milango yangu. Na leo natangaza kila Farao amekataa na watoto wako, eti ya kwamba umeokoka lakini watoto wako ndo wanakunywa pombe kule. Nimekataa kwa jina la Yesu, eti ya kwamba umeokoka lakini hata huwezi kujilipia nyumba. Leo tunakataa. Natangaza leo Farao anakuachilia ndio uweze kumtumikia Bwana na mali yako. Upe Yesu makofi mazuri. Musa akamwambia Farao nenda tu. Akamwambia Farao hatuondoki hapa. Wakamwambia basi niambie mchangueni tu, kama ni mbuzi 2-3 changueni tu muende nazo mkamtumikie. Akamwambia hapana, hakuna kitu tutaacha, tutaenda na mali yetu, tutaenda na utajiri wetu, maana hatujui tunapoenda kule kwa mlima ni kitu gani Bwana anaitisha. Anaweza akaitisha dhahabu, ama anaweza akaitisha ng'ombe, anaweza akaitisha mbuzi. Leo natangaza kwa jina la Yesu, tunaenda kuingia hicho kiwango cha kwamba tutaanza kumtolea Bwana kwa watu wenye ufunuo. Kwa kanisani kawaambia, hata mtu akitaka kuja kanisani akuja na checkbook. Mambo ya kuwa kwamba nachangua kile ninaenda kumpatia Mungu, hao ni mtu anatoanga bila ufunuo. Mtu aliye na ufunuo anaweza kwenda kanisani, kumbe alikuwa amepanga kwenda kutoa 100,000, kumbe akifika kanisani Mungu akasema sio 100,000, nataka utoe 1,000,000. Kwa sababu wewe ni mtu wa ibada na ni mtu wa kiroho, na unajua ya kwamba ninaenda kumtumikia Mungu sio kwa kumpangia, ni yeye atakavyochagua. Hebu mpe Yesu makofi mazuri. So wakaenda kwenye mlima, na walikuwa wamesema nini? Mungu alikuwa ameambia kwa wa Israeli, ishara ya kwamba mmekombolewa, mmetoka kwa Farao, ni wakati utakapokuwa unanitumikia. You can't serve God. Huwezi kumtumikia Mungu wakati uko kwenye kifungo. Watu wengi wamefungwa.
Na ndio maana unaona hata wengine ukiwauliza hivi unalipanga fungu la 10, atakwambia hapana. Kwambia pasta, nikijaribu kutoa fungu la 10 milango inafungwa. Mmoja aliniambia hivyo. Niambia pasta, mie niliacha kutoa fungu la 10. Kwa nini? Pasta, tangu nilipokuwa natoa fungu la 10, nikitoa fungu la 10 ndio vita ilikuwa inainuka. Nikamwambia bado lao amekushika mateka. Huwezi kumtumikia Mungu katoa fungu la 10 halafu majini yanafunga milango. Yatafungaje? Yafunge ya kwa nani? Bwana Yesu asifiwe sana. Natangaza kwa jina la Yesu, utaachiliwa ndio ukamtumikia Bwana. Hebu mpe Yesu makofi mazuri. Yes. Na ndio maana huko kanisani. Lakini kwa sababu hujaelewa ya kwamba you cannot serve God when you under ukiwa kwa kifungo. Huwezi kumtumikia Mungu wakati ungali kwenye utumwa. Utafungwa. Na shetani ana namna ya kwamba utakuja utataka sana kumtumikia. Hata utakuja kanisani mapema uingie kwa praise and worship. Lakini utashangaa hata kutoa hapo. Utakuja tu kwazo nimeacha hiyo praise and worship, hata sitawahi enjoy ni tena. Nimepata mama wa hiyo praise, ni watu waombea siombea. Wewe ukatolewa pale tu. Tunajua kwamba uko kwenye kifungo, maana wengine wako pale. Na watu ambao tunamtumikia Mungu, hatumtumikii Mungu wakati mambo yako sawa. Hata mambo yakiwa mabaya bado tunamtumikia Bwana. Hata wakati wengine tunamtumikia Bwana wakati mioyo inafuja damu, tunamtumikia Bwana. Sio wakati mambo yako sawa. Na Paulo akamwambia Timotheo, wakati wa baridi, wakati wa jua, wakati wa mvua. Yani anaambiwa anamtumikia Bwana all time. Nataka nikuonyeshe kule kwetu mama mmoja alikuja akaingia kanisani na akaokoka. Lakini mume wake alikataa wokovu. Sasa tukaanza kuomba. Hayo mama akawa na bidii, anatumiwa na Mungu. Siku moja akakuja akaniambia, pastor, mimi nasikia kwamba niko na neno. Nampatia na ubili, na nikaangalia huyu ameitwa na Mungu. Lakini mume wake naye anakunywa pombe. Sasa tukakuja tukaendelea. Siku moja nikampatia, sema wewe ndio unaenda kuhubiri kanisa fulani, na alafu utashikilia kwa wiki 3, maana mchungaji yule kanisa alikuwa amefunga ndoa. Sasa akiwa anahubiri, mume wake amekuja mlevi kabisa, ameingia kanisani. Alipoingia kanisani akakuja akakamata akashika ule mama, alafu akamshikilia akasema, nyinyi mnahubiriwa na huyu ndio mke wangu. Sasa hiyo anaongea hivyo, kuna wamama wamekuja awaombee ndio waume zao waweze kufunguliwa kwa ulevi. Ule mama akasikia kulia. Lakini mume wake akasema, unaona, huyu ni mke wangu. Akihubiri ndiye anainua mikono anasema, mnasikia, huyo ni mke wangu. Kila mtu apiga makofi, afika makofi. Mama analia. Wiki ya kwanza, hiyo wiki nyingine mapema alikuwa na gari, anampeleka tena. Alafu anakaa pale mbele. Mama analia. Hasa katika hiyo hali kuna wamama 3 wakakuja kwa ofisi. Akakuja akamwambia, sasa mimi mama, kutoka leo sitawahi acha kuja kanisa. Kamuuliza kwa nini? Nimepata ile shida niko nayo kwangu nyumbani ni kidogo kuliko ile uko nayo. Na kama wewe unamtumikia Mungu ukisumbuliwa na mume wako, lakini wewe unasumbuliwa, wacha nikwambie leo hii, huyo mume wake ikaendelea ikafika mahali akaokoka. Na baada ya kuokoka, sasa hivi ninavyokuambia, huyo mchungaji ndiye mfadhili wake mkubwa. Katika wachungaji wangu wale wanaohubiri kwenye TV, huyo mama alilipiwa yani akabiwa kwamba nitakulipia vipindi kwa TV, utakuwa unahubiri kwa TV. Kwa nini? Maana alivumilia akatumikia Mungu kwa miaka 4. Anatukanwa, wamama walikuwa wanamtumkana, wanamwambia, wewe uache kutumbilia, unatumbilia nini wakati mzee wako ameshindwa na kuokoka? Lakini mama aliendelea kumtumikia Bwana. Unapoendelea na kutumikia Bwana, kuna vifungo vinajikatanga vyenyewe. Nasema kuna vifungo huwa vinakatika vyenyewe. Haleluya! Upe Yesu makofi mazuri. Katika Biblia
Kulikuwa na jamaa moja alikuwa anaitwa Zakaria. Biblia inasema hakuwa na mtoto. Alikuwa kuhani, lakini kuhani hana mtoto. Lakini akaendelea na kumtumikia Mungu. Akamtumikia Mungu. Alikuwa na mke wake, wakamtumikia Mungu. Mke wake alikuwa anaitwa nani? Elizabeth, isn't it? Akamtumikia Mungu akiwa pale kwa madhabahu. Miaka ikaenda, lakini alipoendelea na kumtumikia Mungu mpaka katika huduma yake, Mungu akakuja akamwambia ya kwamba amembariki. Wacha nikwambie siku ya leo, wakati unapotumtumikia Mungu wakati mambo yako mazuri, lakini kuna nguvu wewe wakati unapoendelea kutumikia Mungu kwa hali yoyote, huwa kuna vifungo vyenyewe vinajikata vikata. Na leo natangaza usivunjike moyo, endelea na kutumikia Mungu. Shetani hataki asitake, watu wakutukane wasikutukane, endelea na kumtumikia Mungu. Kunaye Mungu ambaye anakumbuka watu wake. Usivunjike moyo. Mungu za mwenzako mwambie usiwe unakuja kanisa wakati mambo yako sawa, wakati biashara inaendelea vizuri. Serve God even when things are not working. Tumikia Mungu hata wakati mambo hayaendelei. Haleluya. Endelea na kumtumikia Mungu. Mimi nilipookoka nikafukuzwa nyumbani. Wazazi wangu wakasema kwenda kabisa, sisi hatuwezi kubali mtu ameokoka kwa hiyo dini. So madini za kuokoka hatuwezi kukaa hapo. Kafukuzwa nyumbani. Wakati wananifukuza nyumbani, naenda kutafuta maisha, nahangaika. Nikakaa kama watoto wa mitaani, kule tunawaita chokola. Nikakaa kama mtoto wa mtaani. Masomo sijasoma. Sasa nitasomaje na nimefukuzwa nyumbani? Siku moja nilichomwa na kisu ikiwa kimewekwa kwa moto hapa. Ambiwa kwamba utaacha huyu Yesu. Nikasema mimi siwezi kuacha Yesu. Eli nife kuliko kuacha Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikafukuzwa nyumbani na nikaenda kuwa mtoto wa mtaani. Masomo sijasoma, nimepoteza masomo. Lakini nakumbuka nilikuwa naenda kulala kanisani. Yaani nilikuwa nafundishwa, nikajifundisha kuomba masaa 5. Nikajipata naomba kwa kuna mchungaji mmoja alikuwa naomba masaa 9. Sasa ni mimi nikajipata naenda masaa 9. Siku moja tukaomba. Nikasikia maneno yaishi hapo. Kumbe wakati nilikuwa ninaendelea na kuomba, nilikuwa napanuka uwezo wangu wa kuomba. Kumbe wakati mwingine Mungu anakuweka maeneo unapata umepanuka. Ninaendelea na kuomba. Nikasema Bwana, sasa siombi kwa sababu ya wao. Sasa ninaamka na mimi naenda kuomba kanisani. Nikaomba. Miaka 5 ya mahangaiko, miaka 8 ya mateso. Ukawa hata chakula kula ni ngumu sana. Kupata pesa ya kula, sina hela hata ya kula chakula. Wazazi wamenifukuza, nimeanza kuhangaikia mtaani. Sina mbele na wala nyuma. Lakini siku moja nikaenda kuomba kwa mlima. Mimi ni mtu ambaye napenda maombi sana. Kama wewe uamini juu ya maombi, na nilipendana yule mtu wa Mungu, nilipopata ni mtu wa kwenda kwa maombi. Nilipoenda kuomba usiku, ndio siku nikaona nimelala, nikatokewa na Yesu. Haleluya. Alafu akanipatia funguo. Sasa nikashika zile funguo, nikauliza hizi za nini? Nikaambiwa sasa kutoka leo nakufa funguo. Na jina langu likabadilika, nikaanza kuitwa Apostle Key. Sasa jina langu sio Apostle Key, naitwa Samuel Kenyolo. Lakini jina hilo ukilitaja kule halina mtu anajua. Watu wakaniita Apostle Key. Alafu ile jina lilivitishwa kwangu kama wimbo. Nikaimba ka wimbo tu rahisi sana. Nikakaweka kwa radio zikacheza, TV ikacheza, nikaitwa kwa mikutano. Unajua mtu wa Mungu, mara ya kwanza kuitwa mkutano Mombasa, niliitwa mkutano wa kwanza. Mtu ambaye hata nimekopa pesa nauri ya kwenda kule, lakini nikirudi nyumbani nilikuwa
Niliposimama niumbili na nikaanza kuimba kanyimbo tu kadogo tu, nikapatiwa na watu watatu. Mmoja alinipatia, alikuwa mama, alitoka kwa gari analia, anambia pastor, kijana umenibariki sana, akanipatia 300,000. 300,000 hiyo sijui ni kama milioni ngapi sasa, kama 6 ni milioni 6. Yaani mtu mmoja tu akakuja akaniambia pastor, kijana. Na sasa wimbo hata ukiusikia haukuwa unapendwa, ni wimbo hata haukuwa na nguvu, ni wimbo ambao hauna maneno mazuri, lakini kuna kitu alisikia, kwa sababu nilikuwa nimetolea huo wimbo. Haukuwa umetoka kwa kinywa, ulikuwa umetoka mbinguni na ukaingizwa ndani ya moyo wangu, na nilipoingia studio niliimba kwa mguzo wa Roho Mtakatifu.